Bwana Yesu asifiwe. Siri ya maombi ya usiku wa manane. Somo letu, siri ya maombi ya usiku wa manane. Siri ya maombi ya usiku wa manane. Maana yake kuna siri iliyojificha ndani ya maombi ya usiku wa manane. Kuna siri iliyojificha ndani ya maombi ya usiku wa manane. Na siri hii maana yake ni kwamba kuna kitu cha kipekee kwa mtu ambaye anaomba usiku wa manane, tofauti na yule ambaye anatumia majira ya mchana tu kuweza kuomba. Na somo hili ninatamani tuweze kulitazama katika mtazamo wa kiroho, sio mtazamo wa hekima za kibinadamu, sio mtazamo wa kijiografia, sio mtazamo wa kawaida. Nataka tutazame sana kwa mtazamo wa kibiblia, na maandiko yanaonyesha nini wakati usiku wa manane. Vitu gani vilitokea watu walipokuwa wanaweza kumtafuta Mungu, au ni vingapi ambavyo Mungu aliweza kuvifanya wakati wa usiku? Kwa nini watumishi wengi siku za leo, hasa wale ambao wamefanikiwa, walitumia muda mwingi sana kwenye usiku, maombi ya usiku? Na tunaposema haya maombi ya usiku, wengine wanatumia kuanzia saa 7, wengine kuanzia saa 8, saa 9, saa 10. Mara nyingi mimi napenda kuomba kuanzia majira ya saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 mpaka majira ya saa 11. Hapo natumia huo muda. Kuna siri gani? Na sio watumishi wa leo tu, hata kwenye Biblia yenyewe kuna watumishi ambao walikuwa wanatumia muda mwingi wakati wa usiku. Kwa mfano, Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha Luka 6:12, kabla kuchagua mitume 12, aliondoka na kwenda mlimani akakaa usiku kucha. Swali, kwa nini asiende mlimani wakati wa mchana, akaenda mlimani wakati wa usiku? Na mara nyingine Biblia inakuambia Yesu akaenda mlimani usiku, akaenda kwenye bustani ya Getsemani usiku, akawachukua wanafunzi wakaenda mlimani usiku. Kwa nini usiku? Kwa nini sio mchana? Sio kwamba alikuwa haendi mchana, lakini mara nyingi Biblia inataja kwa habari ya usiku. Kwa nini usiku? Kuna siri gani ambayo imejificha ndani ya maombi ya usiku wa manane? Kuna siri gani iliyojificha ndani ya usiku wa manane? Na ndio maana katika somo hili ninataka uweze kuelewa siri ambazo zimejificha ndani ya usiku wa manane. Mwingine ni Paulo na Sila kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 20, kuanzia mstari wa 25. Walipokuwa gerezani, hawakuomba mchana, hawakusifu mchana, wanakuja kusifu kwenye usiku na kuomba. Na Biblia inasema wakati huo usiku alipokuwa na sifu na kuomba, milango ya gereza ikaweza kufunguka, wakatoka gerezani. Kwa nini wasiombe mchana? Kuna siri gani mpaka wakaomba usiku? Kuna siri gani? Lakini tuachane na huyo, tuangalie kwa mfano Daudi kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 62. Anasisitiza kwa habari ya kumwomba Mungu usiku. Kwa nini Daudi anazungumza kwa habari ya maombi ya usiku? Maana yake ni nini? Kuna siri iliyojificha ndani ya maombi ya usiku wa manane. Nehemia walipokuwa katika harakati za kuweza kujenga ukuta wa Yerusalem, Biblia inasema walikuwa wanaomba usiku. Kwa nini walikuwa haombi mchana? Kuna siri gani za kiroho, siri za kiroho ambazo zimeweza kujificha kwenye maombi ya usiku wa manane? Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 6 mpaka wa 10, tunakutana na kanisa linaomba kwa habari ya Petro alipokuwa ameweza kufungiwa gerezani. Kwa nini kanisa likuomba mchana alafu kanisa linakuja kuomba usiku? Ukitafuta sababu za kimwili utazipata, lakini natafuta tuangalie sababu za kiroho. Na nataka ufahamu wako ufikiri kwa namna ya kiroho, ili kwamba ni ubadilishe mtazamo wako. Roho Mtakatifu ingie ndani yako kupitia mahubiri haya, abadilishe mtazamo wako na uone uthamani wa kuamka usiku na kupenda kuomba maombi ya usiku wa manane. Maombi ya usiku wa manane. Hao ni watu kadhaa ambao tumeangalia kwenye Biblia walikuwa wanaweza kuomba usiku. Na lazima ujiulize maswali. Why? They prayed during the dead night or midnight. Kwa nini walikuwa wanaomba katikati ya usiku au kwenye ule usiku wa manane? Kuna siri gani? Tuende mbele, tuangalie siri ambazo zimejificha kwenye maombi ya usiku wa manane. Na tunaangalia sababu za kiroho. Sababu za kiroho. Katika maombi ya usiku wa manane kuna kubadilishiwa jina. Kwenye maombi ya usiku wa manane kuna kubadilishiwa jina. Na hili tunakutana kwenye kile kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 29 mpaka wa 31. Kutoka 12 mstari wa 29 mpaka 31. Tunakutana na wakati Yakobo malaika ameweza kumtokea. Hakumtokea mchana, amemtokea usiku. Alafu Yakobo
anashindana na malaika usiku kucha, anabadilishwa jina kutoka kwenye Yakobo, yaani mshika kisigino, alafu anabadilishiwa jina, anapewa jina la Israeli, yaani maana yake atawalaye kama Mungu. Ilikuwa ni usiku wa manane. Kumbe kwa kibibilia maombi ya usiku wa manane yana uwezo wa kubadilisha jina la mtu. Sikia, unaweza kuwa una jina la nuksi, unaweza kuwa una jina la laana, jina la yule asiyokuwa na faida, jina la mtu wa magonjwa, jina la familia yake isiyokuwa na amani. Unaweza kuwa una jina baya ambalo linatembelea na wewe kwenye maisha, jina la yule ambaye anatangatanga tu kwenye haya maisha, hana chochote ambacho anaweza kufanya. Lakini jikite kwenye maombi ya usiku wa manane, yanabadilishaga jina. Utaitwa ni ule tajiri, utaitwa ni ule anayefanya biashara za kimataifa, utaitwa ni ule watoto wake ambao wanasoma wanashika namba nzuri, utaitwa ni yule ambaye ameweza kubarikiwa mwenye afya iliyo njema. Amka usiku wa manane, omba. Bwana anabadilishaga jina. Bwana anabadilishaga jina. Yakobo alibadilishiwa jina usiku wa manane. Nimekuambia ni sababu za kiroho na kibibilia, sifundishi kwa hekima kibinadamu. Usiku wa manane, umechoka na aina maisha ulionayo, maisha ya umasikini, maana yake ni jina la umasikini. Maisha ya taabu ni jina la utaabu. Usiku wa manane, maombi yana uwezo wa kubadilisha jina. Anza kuomba usiku wa manane, anza kuomba usiku wa manane. Mwambie Bwana, naomba nibadilishie jina, nipe jina la heshima, nipe jina la utajiri, ninaomba nipe jina la amani, ninaomba nipe jina la furaha, ninaomba nipe jina la ushindi. Utaona jinsi maisha yako yanabadilika na watu wataanza kukuita kwa majina mengine. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, maombi ya usiku ya manane yanawatoa watu Misri. Kutoka 12 mstari wa 29 mpaka 31. Kutoka 12 mstari wa 29 mpaka 31. Wana wa Israeli hawakutoka Misri mchana, walitoka Misri usiku. Nisikilize tena. Wana wa Israeli hawakutoka Misri mchana, walitoka kwenye usiku wa manane. Maana yake uni ufunuo wa kiroho. Kumbe wakati wa maombi ya usiku watu wanaweza kutolewa Misri. Misri maana yake wana wa Israeli walikuwa kwenye utumwa, Maana yake ni kwamba maombi ya usiku wa manane yana uwezo wa kukutoa kwenye utumwa, yana uwezo wa kutoa kwenye utumwa wa masikini, yana uwezo wa kutoa kwenye utumwa wa madeni, yana uwezo wa kutoa kwenye utumwa wa magonjwa, yana uwezo wa kutoa kwenye utumwa wa laana, yana uwezo wa kutoa katika utumwa wa aina yoyote iliyoko kwenye maisha yako. Kwa sababu gani? Usiku wa manane Mungu anajifunua kama Mungu awatoe watu kutoka Misri, kwa sababu hata wana wa Israeli hawakutoka Misri mchana. Chukua kama ufunuo, usichukue kwa ufahamu wa kawaida. Hautanielewa. Hautanielewa. Usiku wa manane watu wanaweza kutolewa Misri, yani kutoka kwenye nyumba ya utumwa. Wewe ndio unajua utumwa uliokukamata. Amka usiku wa manane, mwambie Bwana, naomba nitoe kwenye utumwa. Jenga hiyo desturi, utaona unavotoka kwenye utumwa wa magonjwa, kwenye utumwa wa taabu, kwenye utumwa wa laana, kwenye utumwa wa umasikini, kwenye utumwa wa mateso na aina yote ya maisha ambayo unakutana nayo. Utatoka kwenye huo utumwa. Kuna wengine wamekamatwa kwenye utumwa wa ulevi. Amka usiku wa manane, mwambie Bwana, sitaki. Wengine wamekamatwa kwenye utumwa wa addiction fulani, wa uraibu fulani. Ingia kwenye maombi ya usiku wa manane, mwambie Bwana, nahitaji kutoka kwenye utumwa. Na mimi nataka nikuambia, Misri itakuachia. Maombi ya usiku wa manane, Misri itakuachia katika jina la Yesu. Kila utumwa ngumu, kila kongwa, maombi ya usiku wa manane yana uwezo wa kuondoa. Huu ni ufunuo. Lakini pia usiku wa manane, ufunuo maombi usiku wa manane, kuna kutolewa magerezani na milango kufunguka. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Tunaona kwamba Paulo na Sila walikuwa gerezani wakati usiku wa manane walipokuwa wanasali na kuomba. Yamkini hata wakati wa mchana walikuwa wanaomba vizuri. So yamkini walikuwa wanaomba, lakini Biblia inaonyesha, lakini yamkini walikuwa wanaomba. Lakini ilipofika usiku wa manane, ghafla wakaingia kwenye maombi, wakaanza kumsifu Mungu wako wakiomba. Biblia inasema minyororo ilikatika na milango ya gereza ikafunguka. Sikia, usiku wa manane unapokuwa unaomba, haijalishi shetani amekukamata kwenye gereza la namna gani, haijalishi umeshikiliwa kwenye gereza la namna gani, lakini unatoka, kwa sababu katika usiku wa manane Mungu anajifunua kama Mungu atoe watu kwenye magereza.
Komboa watoto wako usiku wa manane. Yamkini wamekamatwa kwenye magereza za ulevi, yamkini wamekamatwa kwenye magereza za ujinga. Komboa, yamkini umekamatwa kwenye magereza umasikini, umefungwa kwenye magereza za makabila na ukoo, umekamatwa kwenye kila aina ya vifungo ambavyo vimekushikilia. Simama kwenye usiku wa manane. Yamkini ni vifungo vya roho za majini mahaba, yamkini ni vifungo vya roho ya mauti, yamkini ni vifungo vya roho ya umasikini, yamkini ni vifungo vya roho za makabila na ukoo, yamkini ni vifungo vya roho za wenyeji, yamkini ni vifungo vya roho vya mapoza na roho nyingine. Ingia kwenye maombi ya usiku wa manane, inafunguaga vifungo. Paulo na Sila kwenye maombi ya usiku wa manane, vifungo viliachia, vifungo viliachia, vifungo viliachia, vifungo vya magereza vilikatika, na kwako vikatike katika jina la Yesu. Ni ufunuo. Lakini Biblia inasema hivi, milango nayo ilifunguka ya magereza. Maana yake ni hivi, kama unataka milango ifunguke kwenye maisha yako, pambana maombi usiku wa manane. Pambana kwenye maombi usiku wa manane. Unatamani fursa kubwa ya kibiashara, milango mikubwa ya kibiashara, unatamani fursa kubwa za kiuchumi ziweze kufunguka, pambana kwenye maombi ya usiku wa manane. Utamuona Mungu na utanipa ushuhuda. Utanipa ushuhuda. Endelea kusubscribe kwenye channel hii, na pia bonyeza kikengele ili kwamba uendelee kupata mafundisho haya ambayo inakuwa ninaendelea kuyatoa mahali hapa, naendelea kuyatoa mahali hapa. Huu ni ufunuo usio wa kawaida. Lakini jambo lingine, usiku wa manane kunazaliwa jambo jipya. Kuna kuzaliwa kwa jambo jipya. Kwenye Luka 2 mstari wa 8 mpaka 11, Yesu alizaliwa usiku wa manane, hakuzaliwa mchana. Yesu alizaliwa usiku wa manane. Kwa nini usiku wa manane? Maana yake kuna siri iliyoko katika usiku wa manane. Ukilichukua kama ufunuo ukaingia kwenye maombi usiku wa manane, kuna jambo unalolihitaji, kuna aina ya maisha unaweza kuhitaji uweze kubadilishiwa, ingia kwenye maombi ya usiku wa manane. Kama vile Yesu alivyozaliwa katika usiku wa manane, Yesu anaweza kuzaa jambo jipya kwenye maisha yako wakati wa usiku wa manane. Kama umechoka na aina ya maisha, aina ya mateso, aina ya ugumu ulionayo, amka usiku wa manane, mwambie Mungu, ninaomba zaa jambo jipya, zaa jambo jipya kama vile ulivyozaliwa usiku wa manane. Na mimi niko katika usiku wa manane, naomba Yesu, naomba zaa jambo jipya kwenye maisha yangu, za jambo jipya kwenye ndoa yangu, za jambo jipya kwa watoto wangu, za jambo jipya kwenye biashara yangu, za jambo jipya kwenye ofisi, za jambo jipya kwenye kanisa. Anazaa jambo jipya, anazaa jambo jipya. Ina maana litafunuka. Kwa sababu gani? Usiku wa manane Mungu anajifunua kama azae jambo jipya, kama vile Yesu Kristo alivyoweza kuzaliwa wakati wa usiku wa manane. Lakini jambo lingine ni maombi yanayojibiwa usiku wa manane. Ni wakati ambapo maombi yanajibiwa kwa upesi. Maombi yanajibiwa kwa upesi. Naomba nisome hii Luka 11 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 10. Luka 11 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 10. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha kufungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe? Nawaambia kwamba ijapokuwa haondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyo acha kumwomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa nini Yesu alitumia mfano wa usiku wa manane? Wa huyu mtu ametoka safari alafu aenda kumgongea rafiki yake. Kwa nini asingetumia tu majira ya mchana? Kwa nini ametumia majira ya usiku wa manane? Biblia ni kitabu cha kiroho na ni kitabu ambacho tunakitumia kwa namna ya ufunuo. Kwa nini ametumia usiku wa manane? Maana yake katika usiku wa manane kuna siri. Kuna siri. Na anasema huyu mtu japo anaenda anasumbua, lakini ataendelea kugonga. Akiendelea kugonga, ataamka akamfungulia, akampe. Mara nyingine kwa ufunuo huu Mungu anazungumza na sisi, usichoke kuomba usiku wa manane. Usichoke kuomba usiku wa manane. Ni maombi ambayo yana matokeo na majibu. Tafuta ushuhuda kwa watu ambao wanamkaga usiku wa manane. Tafuta ushuhuda. Tafuta ushuhuda. Maanake ni maombi ambayo yana majibu usiku wa manane mtu ukapo kuomba. Na ndio maana pumisha ukasema, ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo usikate tamaa kuomba maombi ya usiku. Amkaomba maombi ya usiku wa manane, yana matokeo ya haraka kuliko maombi ya mchana. Kwa sababu gani? Katika ulimwengu wa roho, usiku Mungu anajifunua kwa namna ya tofauti sana.
anajifunua kwa namna ya tofauti sana. Lakini jambo lingine ni wakati wa vita vikubwa vya kiroho. Ni wakati wa vita vikubwa vya kiroho. Biblia inazungumza kwa habari kwenye kile kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 25. 13 mstari wa 25. Anazungumza kwa habari ya yule alienda kupanda ngano. Alafu ule adui akaja kupanda magugu wakati wa usiku. Swali la kujiuliza, kwa nini adui naye asije kupanda magugu wakati wa usiku, akapanda magugu? Asipande magugu wakati wa mchana, akapanda magugu wakati wa usiku. Ukichukua kwa tafsiri ya kibinadamu utatafuta zako. Lakini ukija kwa tafsiri ya kiufunuo, usiku maana yake ni kwamba ulimwengu wa roho wa giza wanafanya kazi usiku. Ulimwengu wa roho wa giza wanafanya kazi usiku. Na ndio maana hata sasa wachawi wanafanyaga kazi usiku. Na ndio maana Biblia imezungumza hapo, adui anakuja amepanda magugu wakati wa usiku. Kwa sababu gani? Usiku ni wakati ambapo ulimwengu wa roho wa giza wanafanya kazi zao. Maana yake kama unataka kupigana vita vizuri vya kiroho kwa habari ya biashara yako, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya watoto, kwa habari ya huduma ulionayo, amka usiku wa manane. Ndio wakati ambapo wanapambana, ndio wakati ambapo ufalme wa giza unafanya kazi kwa nguvu kubwa kuliko wakati wa mchana. Na ndio maana wakati umelala usiku wa manane, wenyewe hawajalala, ndio wakati wenyewe wanapambana, ndio wakati wenyewe wanakuloga, ndio wakati wenyewe wanapambana na kazi yako, ndio wakati ambapo wanaikalia kazi yako, ndio wakati ambapo wanatamka laana, ndio wakati ambapo wanatamka maagano, ndio wakati ambapo wanapambana kuweza kuloga. Wakati wa usiku wa manane, wakati ambapo wanapambana kuloga. Na wewe amka usiku wa manane, ingia kwenye hivyo vita. Utakapoamka asubuhi kaenda kazini, utaona mambo yamesambaratika, utaona mambo yameachia. Usiku wa manane Yesu alifuatwa kukamatwa usiku wa manane. Yuda alimsaliti Yesu usiku wa manane. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho wa giza unafanya kazi usiku wa manane. Jesus, ni ufunuo wa ajabu sana. Ria pasaka ria prakazeke ria mantoripako. Yes, usiku wa manane. Lakini pia ili la kawaida, usiku wa manane kunakuwa na utulivu unaokupa usiku wa manane. Kuna utulivu ambao unakupa utulivu wa kihisia, kiakili, kiroho, na kupata mkazo wa kuomba kwa muda mrefu. Kama unahitaji kuomba muda mrefu, amka usiku. Kwa sababu gani? Kuna utulivu ambao unakupa utulivu wa kihisia. Hisia zako zimetulia, akili zako zimetulia, kiroho chako nacho kitatulia. Hisia na akili zikitulia, kiroho chako kinaweza kutulia. Alafu unaweza kupata mkazo wa kuomba muda mrefu. Mara nyingine wakati wa mchana sio rahisi kuomba muda mrefu kwa sababu ya mizunguko mingi ya dunia. Hii ni sababu ya mwisho nimeweka, kwa sababu ni sababu ya kawaida. Lakini mengine haya ni sababu ya kiroho. Natamani nikuombee Bwana akupe neema na nguvu ya maombi. Natamani nikuombee roho ya neema na maombi iweze kushuka juu yako. Roho Mtakatifu aweze kukutembelea. Roho Mtakatifu aweze kukujaza. Mara nyingine Roho Mtakatifu aweze kukuamsha. Na ndio hapa naomba nikwambie kitu kimoja. Umeshajiulizaga swali, kwa nini mara nyingine Roho Mtakatifu anakuamsha usiku uombe na sio mchana? Na mara nyingine akikuamsha anakuamsha wakati wa usiku wa manane. Na anatumia mbinu zozote zile. Mwingine anaweza kama ni mtu amemgusa. Mwingine anaweza kuhisi ni kama mlango umeguswa. Mwingine anaweza kusikia kabisa ni kama mtu anampiga na mwamsha. Mwingine anasikia kabisa ni kama sauti inamuita. Mwingine kifika majira hayo ya usiku wa manane, usingizi umeisha, anajikuta anaingia kwenye maombi na Roho Mtakatifu anampa maelekezo mazuri sana. Kwa sababu gani? Wakati wa usiku wa manane Mungu anajifunuaga kwa namna ya tofauti kabisa. Bwana akupe roho ya neema na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu yako ya thamani Bwana, na msikilizaji Bwana ambaye anasikiliza mahubiri haya na ufunuo huu wa siri ya maombi ya usiku wa manane, ninaomba roho ya maombi, ninaomba roho ya maombi, ninaomba roho ya maombi katembee pamoja naye, ninaomba roho ya maombi katembee pamoja naye, ninaomba muamshe usiku wa manane Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ria masaka ya pakoria raprakaza kantarapako ria kantarapakorianta rika sakaria mandoriba ria kantarapako. Pokea neema ya maombi, 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 pokea neema ya maombi. Roho ya neema ya maombi inakuja juu yako, roho ya maombi inakuja juu yako, roho ya maombi inakuja juu yako.
kwa damu ya Yesu. Roho ya maombi inakuja juu yako, linafungua anga lako la maombi, anga lako la maombi paka pale nyumbani, linafungua anga lako la maombi. Pokea roho ya maombi kwa jina la Yesu, pokea roho ya maombi kwa jina la Yesu. Ria prakaze kesekerianta, rika sakarianta rapako, yekekeza ya mantorianto, ria sakaria krakasheke sekerianto, ria kasakaria prakanda rapako, rika sakaria mando ripako, rika zekeke sheketerianto, rika kaza kanta rapako, yeboza kanta paparia pa, riproko sekeri kanta rapapa, yekekente keri kanta rapapa, ria prakaza kanta pa, rika sakarianta rapako, rika sekerianta raprakaze shente, yekekeze keketekepa, ritatarianta tapapapapa, yesuria kanta rapako koko, yeketoria prakana rapako, eloya maza kanta papapa, yeshua saka pakorianta, rekesekerianto ripa, rika kakakaza kanta pako. Pokea neema, nguvu ya maombi, pokea 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 nguvu ya maombi. Ni usiku wa manane, pokea maombi, nguvu ya maombi ya kukesha, pokea nguvu ya maombi ya kukesha usiku katika jina la Yesu. Inatembea na wewe, inatembea na wewe katika jina la Yesu Kristo. Bwana kubariki. Hiyo neema ya maombi iko juu yako. Karibu katika huduma ya Shekinah Glory. Tuko pale Ngaramtoni Kibaoni, barabarani kabisa. Mawasiliano yako hapo juu, tuwasiliane. Otherwise, endelea kusubscribe kwenye channel hii na kubonyeza kile kikengele ili kwamba tupate urumpana wa kuendelea kufanya kazi. Ubarikiwe na Bwana Yesu.